mpaka hapo nimesha toa mkaa wetu. Hapa naenda kujiandaa kwa ajili ya kuleta mkaa mwingine. Hapa tunaanza kufyatua mkaa wetu kama mnavyoiona. Hii ni mashine ambayo tunatumia baada ya umeme kukata, ila tuna mashine special kwa ajili ya utengenezaji wa haya maumbo mnayoyaona, ila kwa kuwa umeme umekata tunatumia hizi mashine kama mnavyoona wadau. Huo ndio mkaa wetu. Kazi yangu mimi napika chipsi. Kwanza kabisa napenda kushukuru, baada ya kuanza kutumia huu mkaa mbadala, sasa hivi napata faida nyingi sana, kwa sababu mwanzo kabla sijaanza kutumia huu mkaa nilikuwa natumia mpaka gunia 1.5 kwa siku 2, kwa sababu mkaa ule kwanza ulikuwa hauwaki vizuri, lakini kitu kingine ulikuwa unasababisha moshi mwingi kwenye ofisi yangu. Ila baada sasa ya kupatiwa mafunzo, baada ya kujiunga na chama cha ushirika, kikundi ambacho kinajishughulisha na utengenezaji wa mkaa mbadala, sasa hivi mkaa huu ninautumia kwenye ofisi yangu pasipokuwa na moshi, lakini mkaa kidogo unaweza kutumia kwa matumizi mengi sana. Napenda kushukuru kwa elimu ambayo nimeipata ya utengenezaji wa mkaa mbadala. Nilikuwa ni mteja wa Bwana Kajembe, nilikuwa natumia mkaa kawaida, lakini yeye baada ya kupata mafunzo alikuja kunihamasisha kujiunga na chama hicho cha ushirika cha kutengeneza mkaa mbadala. Baada ya kupata elimu hiyo, na mimi nilivyoshaishika kuingia, nimeona faida nyingi mbalimbali. Unapika kwa haraka, pia hauna moshi, pia unatumia muda mchache kuwaka. Tufanye hii package kwa sababu kwanza hata mtu akiona tulivyo nanilia hapa inamvutia. Kwa hiyo na maelezo hapa yapo, kwa hiyo kuliko kuuza ile kienyeji tu kwenda kuweka kwenye vifuko vya kawaida, tumeona tufanye hii package kwa kuvutia biashara yetu zaidi. Safari yetu ya kuangazia nishati safi ya mkaa imefika ukingoni, lakini simulizi ya mafanikio na matumaini inaendelea. Katika hitimisho la makala hii, tunapata fursa ya kusikia kutoka kwa Bwana Idi Kiboga, mratibu wa dawati la nishati safi na mazingira kutoka halmashauri ya wilaya ya Kilindi. Kupitia maelezo yake, tutafahamu historia ya nishati safi katika wilaya ya Kilindi, hatua zilizofikiwa na mchango wake katika kulinda mazingira, kuimarisha uchumi wa wananchi na kujenga mustakabali endelevu wa taifa letu. Endelea kuwa nasi katika sehemu hii ya mwisho ya makala yetu. Historia ya nishati safi wilaya ya Kilindi ilianza mwaka 2024 pale ambapo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua rasmi mkakati wa nishati safi ya kupikia ambao utakwenda kuanzia mwaka 2024 mpaka mwaka 2034. Kwa hiyo kwa upande wa halmashauri ya wilaya ya Kilindi tulianza utekelezaji mara moja kwa kuanza kutoa elimu, lakini pia kuwashirikisha wadau mbalimbali pamoja na kuunda vikundi na vyama vya ushirika. Kufikia leo hii tayari kuna taasisi kama 3 kati ya 8 tayari imeshafanya mwitikio huo, ambako kuna VETA Kilindi sasa hivi inatumia gesi kwa ajili ya kupikia, lakini tuna shule ya wasichana BTS Sherukindo sasa hivi wanatumia majiko banifu, lakini tuna shule ya sekondari ya Kilindi Girls na wenyewe wanatumia majiko banifu, lakini pia tuna shule ya sekondari ya Mkindi na wenyewe pia wanatumia majiko banifu. Lakini wote hao kwa pamoja tumekubaliana mpaka ikifika mwakani na wenyewe watahamia moja kwa moja kwenye matumizi ya gesi. Hatukuishia hapo, tukaendelea na utekelezaji kama wilaya kuhakikisha kwamba tunashirikisha wadau mbalimbali. Wadau ambao tunashirikiana nao ni pamoja na REA kupitia TANESCO, ambako tayari tulishafanya tamasha kubwa la kuhamasisha matumizi ya teknolojia mbalimbali kwa ajili ya kupikia kama pressure cooker, induction cooker na vitu kama hivyo. Lakini pia sio hilo tu, mwezi unaofuata tumeshazungumza na wadau wa gesi ya LPG, wale Taifa Gas wataungana nasi, tutaanza tamasha, tutazunguka kwenye maeneo kwenye miji mikubwa, kwa mfano kama Kibirashi, Negero, Kilindi Asilia, Songe, Kikunde. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunatangaza kwa wananchi waweze kujua kwamba kunapatikana nishati ambayo itakuwa ni bei rahisi ya bei ya ruzuku.
Lakini tumeenda mbali zaidi, mkakati ule unaelekeza kwamba wadau mbalimbali ikiwemo jamii pia washirikishwe. Kwa hiyo tuliweza kutoa elimu mbalimbali kama mlivyoshuhudia, kuna vikundi. Elimu ile tuliwapa jamii, waliweza kuunda vikundi, lakini tulienda mbali zaidi, tukaona uzalishaji kwenye kikundi ni mdogo, tukaendelea kuwapa elimu, wakajiunga kwenye chama cha ushirika, ambako tumefanikiwa kutengeneza vyama vya ushirika viwili. Kimoja kipo kata ya Kibirashi, kingine kinapatikana kata ya Kisangasa, na kwa bahati nzuri tumeungana na wadau kama shirika la World Vision, wameweza kuwawezesha mashine ambazo hizo mashine zinaweza kuzalisha zaidi ya tani 2 kwa wiki. Hapo awali vile vikundi vilikuwa vikizalisha kwa mkono, walikuwa wakizalisha karibuni kilo 201 kwa mwezi, ila sasa hivi wanaweza kuzalisha tani 2 kwa wiki. Uzalishaji huo, ndugu mtazamaji, tunaamini kabisa tutaweza kuwafikia wadau mbalimbali ikiwemo mamalishe, babalishe pamoja na taasisi za serikali. Lakini pamoja na hayo, utaona kabisa kwamba bado tunaendelea kushirikiana na wadau kama TFCG pamoja na World Vision, tunaendelea kushirikiana nao kuhakikisha kwamba kuna vyama vingine vya ushirika na wenyewe waweze kupata mashine ili kuongeza uzalishaji, ili bidhaa zile ziweze kupatikana kwa wingi zaidi. Mafanikio tuliyopata katika safari yetu hii ya mkakati wa nishati safi mwaka 2024 hadi 2034, tumeweza kufikia takribani taasisi 5 za serikali tayari zimeshahama. Kati ya zile 8 zinatumia nishati safi ya kupikia, lakini pia sio hivyo, tumefanikiwa kuanzisha vyama vya ushirika viwili katika wilaya ya Kilindi, kwa maana kwamba tuna chama cha ushirika ambacho kipo kata ya Kibirashi, lakini pia tuna chama cha ushirika kipo kata ya Kisangasa. Vyote kwa jumla vina jumla wanachama zaidi ya 200 wamo wanashiriki shughuli mbalimbali za uzalishaji wa mkaa mbadala. Matumizi ya nishati safi ya kupikia yanaendelea kuleta mapinduzi makubwa katika taasisi mbalimbali za elimu ndani ya wilaya ya Kilindi. Miongoni mwa taasisi zilizoonyesha mfano bora ni shule ya sekondari ya Beatrice Shelukindo pamoja na chuo cha ufundi stadi VETA Kilindi, ambazo zimeanza kutumia teknolojia za nishati safi kupikia. Hatua hii si tu inapunguza matumizi ya kuni na mkaa, bali pia inalinda afya za wanafunzi na mazingira kwa ujumla. Kama wanavyoeleza wataalamu wa nishati, matumizi ya nishati safi ni njia muhimu ya kufikia maendeleo endelevu, kuhifadhi mazingira na kuboresha huduma katika taasisi za umma.